kina dada wa 2000, maana wenyewe mwajiita wadada wa 2000 na yale mambo ya kizungu. Sasa ule uzungu tuweke pembeni, tunarudi kwenye haya kwetu Bongo. Unajua Mwafrika bila hii hujakamilika hata kwa mumeo. Hili mnaloliona hapa ni jiwe la msio. Ni jiwe la msio lakini lina maana nyingi. Na hichi ni kigongo cha msio wenyewe ndio huu. Na hichi kigongo pia kina maana nyingi. Sasa basi, nataka nianze na hili jiwe. Hapa ndio nimelikita jiwe langu. Nataka nilianzie kazi. Hili jiwe nimelikita hapa. Maana yake ni hivi, wewe ni mwanamke na hili ndio jiwe, na maana hili ndio wewe na hichi ndio huyo mwenzio. Ili tupate maana yake hii, kwanza tunachukua maji yetu, yanaitwa haya ni maji ya marasha, tunaekea. Maana hii ni kikavu na hii ni kavu, maana huko kukiwa kukavu na hii inakuwa haiendi. Lazima ufanye kidogo. Sasa mimi situmii hivyo, nafanya hivi. Natia haya maji yetu ya marashi hapa, alafu kimsio chetu tunaushika hivi. So unashika hivi, alafu unashusha taratibu kwenye hili jiwe letu. Unaianza kazi yako. Yaani hapa ndo tunafanya yale mambo yetu. Lakini sio ukifanya hivi basi hapana. Taratibu, kuna tabasamu na kanyimbo kadogo. Alinjua mume unasugua, unazungusha na kiuno unakata. Sio unafanya hapana, utaitwa gumegume. Kuna huu urojo sana unaotoka hapa kwenye msio wetu. Kama unavyoona, huu una maana yake. Kama nilivyokueleza mwanzo, hili jiwe letu ni wewe na hii ni mumeo. Sasa huu rojo ndio ule unaitwa manii, yani utoko wako wewe na mumeo, kwamba hii ndio rosheni yenu. Sawa mwari wetu. Sasa unauchukua huu rojo wako, unachukua kisosi. Maana kisosi, sasa ya kwanza kabisa, kisosi kazi yake ya kwanza, unachukua hii, unaeka hivi, alafu unachukua hili rojo lako, kidole chako taratibu, unahifadhi mpaka unamaliza yote. Kisha unaeka pembeni, unachukua